Sabra, ni usiku sasa na umekuja kwangu unalia. Kwani kuna nini? Nikulizana na matatizo. Matatizo gani haya? Nimemfumania Yasir na mwanamke mwingine ndani kwangu. Serious, Sabra? Basi mama, acha kulia, pia moyo konde. Yatapita tu haya, sawa? Afu sasa hivi ni usiku sana. Tuongee kesho asubuhi. Twende mama. Maumivu makali, achozi linatoka ndani, zinanitesa memories. Basi tulianza safari, ni kwamba tungefika mbali, leo ndo. Shikamoo baba. Marhaba. Aha. Simu yako imenishtua, kuna nini tena? Kama ulivyotangulia hapo awali, mke wangu amepotea katika mazingira ya kutatanisha. Hivyo nimeona nikujulishe ili uweze kunipa ushirikiano. Kuna tunaanzia wapi ili tuweze kumpata. Imekuwaje? Alipata ajali kisha akapelekwa hospitali. Na huko ndipo alipopotelea. Madaktari wamesemaje? Madaktari wamedai kwamba ametoroshwa na mwanaume anajulikana kwa jina la Raji. Chief, una uhakika na hicho unachozungumza? Hata Maida amethibitisha hilo. Asante. Nadhani utakuwa umesitazama vizuri hizo picha. Hii ni familia yangu. Na huyu unayemwona hapa ni mimi. Toka nilipokuwa mdogo. Kwa kuna muda natakiwa tu uamini kwa mimi, sio yule unayefikiria. Mimi naitwa Yasir. Hapana, wewe ni Raji wangu. Naomba usinikatae. Hata kama una mwanamke mwingine, mimi niko tayari kuwa hata mchepuko wako. Ila sipo tayari kukupoteza. Nakupenda sana Raji. Unajua, kuna muda unatakiwa kubaliana na ukweli. Haijalishi utakuumiza kwa kiasi gani. Naweza nikakudanganya kwa ajili ya kukupa furaha muda mfupi. Ila unaweza kupata maumivu ya kudumu pindi ukweli utapochukua nafasi yake. Kwa kuna muda unatakiwa ujaribu kunielewa tu. Lakini kuna jambo moja nataka nikuombe kama utojali. Mimi bado nampenda sana mke wangu. Anamhitaji sana mke wangu. Ila ninachokuomba kwako, naomba twende ukanisaidie kumwambia ukweli. Kwa mimi na wewe hatuna mahusiano ya aina yoyote ile.
Na sio hapo tu, pia umwambie ukweli jana kwamba mimi na wewe hatukulala chumba kimoja. Umenielewa? Nampenda mke wangu, namhitaji mke wangu. Mimi naomba unisaidie kwenye hilo tu. Please, nakuomba. Yakopi mapenzi yale uruniaidi wewe mpenzi, yakopi mapenzi yale uruniaidi wewe iningali ongeni bembeleza wangenidekeza leo peke yangu umeniterekeza. Samahani baba kukuchelewesha. Wala usijali. Kulikuwa kuna jambo dogo nataka nikuulize. Nasikia Raji yuko hai na ametoroka na binti yangu. Ile hali ya kuwa najua mimi Raji amefariki. Unafahamu nini juu ya hili? Ndiyo baba. Hata mimi ilikuwa ngumu kuamini hilo. Nilihisi kuwa mimi hayupo sawa kiakili alivyoniambia kwamba amemwona Raji. Lakini haikuchukua muda na mimi nimekuja kulithibitisha hilo. Baba, Raji yupo hai na ndio aliondoka na Mima. Unapafahamu anapokaa? Hapana. Sipafahamu. Sawa. Wacha mimi nikaripoti hili swala langu. Ukipata taarifa yoyote utanijulisha. Sawa, haina shida baba. Shikamoo mama. Marahaba. Mima, huyu ni mama wangu mkwe. Ni mama yake na Sabra ambaye ni mke wangu. Mama, huyu anaitwa Mima. Shikamoo mama. Marahaba. Mama, lengo la kuja hapa ni kwamba kuna changamoto kidogo imetokea pale nyumbani. Imepelekea mpaka mke wangu kuondoka. Na huyu unayemwona hapa ndiye sababu ambayo imefanya mpaka mke wangu kutoweka pale nyumbani. Hivyo nimekuja hapa, nilikuwa nakuomba sana mama wangu uweze kuniitia walau mke wangu niweze kuzungumza naye. Tafadhali mama wangu, nakuomba. Kwani Sabra si yuko kwako? Hapana mama. Aliondoka baada ya kunikuta na mimi nyumbani. Kwa hiyo hakulala kwako? Ndiyo mama. Ulisubiri pakuche ndio nipe hizi taarifa? Yule ni mwanangu. Ilitakiwa nijuze mapema. Sio kukaa mpaka sasa hivi ndio nakuja kuniambia. Nisamehe mama. Ni shetani tu alinipitia. Mpigie simu mwambie namuita. Nimejaribu pia kumpigia, simu yake inaita tu na mwisho imezima. Nenda kamtafute mwanangu uje naye hapa. Ndipo mambo mengine yataendelea. Monde. The destiny, the destiny, the destiny. Hippie hat my yangu. The destiny, the destiny, the destiny. Sijui hat my yangu. Kula kipenzi. Nakula. Mama anapiga simu. Mimi sitaki kumpokelea. Kwa nini sasa?
achana nayo. Kwa nini? Ungempokelea simu mama, msikiliza anasema nini? Usichokijua Zara, mamangu ipo upande wa Yasir. Eti hataki nirudi nyumbani mpaka nipewe talaka, na kitu ambacho Yasir hawezi kunipa talaka, na mimi siwezi kuishi na msaliti. Hapana Sabra, ungempokelea simu mama, maana ni mzazi. Huwezi jua. Zara, umechoka mimi kuishi hapa nyumbani kwako? Hapana, ila basi ungeacha mambo kama yalivyo Zara. Sitaki tena tuongelea mambo. Okay. Kula. Maumivu makali, achozi linatoka ndani, zinanitesa memories. Basi tulianza safari, ni kwamba tungefika mbali, leo ndo mwisho wa story. Unaona madhara kuwa mwongo. Unaniambia ujui mwanao alipo. Leo unakuja kuniambia ameondoka na Raji. Nielewe kipi hapo? Niliamua kukuficha baada ya kuona mwanangu hayupo tayari kuishi na wewe. Kwa nini ulichukua pesa zangu na ukakubali nimuoe binti yako? Niliamini atapata furaha kupitia pesa zako. Lakini baada ya kumuona anateseka, niliamua kumuunga mkono atoroke. Kwa nini kunijulisha? Nisingeweza kurudisha pesa ulizonipa kwa wakati huo. Yuko wapi mimi? Kwa sasa tujadili swala la Raji. Mambo ya mimi atafuata baadaye. Maana kama Raji atakuwa hai, atatoa taarifa kuhusu mauaji yake. Mzee, Raji alikufa. Na muhitaji mima au pesa zangu? Ulikuwa wapi muda wote na kutafuta? Ni story ndefu mume wangu, ila usijali, nikikaa sawa nitakuhadithia. Vipi lakini? Uko sawa? Ya, niko sawa. Maumivu makali, achozi linatoka ndani, zinanitesa memories.
moyo wangu unataja jina lako mpenzi, hofu yangu juu yako. Haya ndo mapenzi, nimekwisha mimi zako. Sijiwezi, mwili wangu mali yako. Naomba tupendane tena tusiachane, mimi na wewe tufe tuzikane. Habibi, you my number one. Unipende kwa sana mpaka tufanane. Sabra, Yasir anapiga simu. Msikilize, wewe sijui nataka kukwambia nini. Hello Shem. Habari Shem. Samahani kama nitakuwa nimekusumbua. Unajua mpaka sasa hivi mke wangu hajarudi nyumbani na ni usiku sasa umeenda. Sasa sijajua kama utakuwa labda una taarifa. Hapana, sijapata taarifa yoyote juu yake. Sawa Shem, mimi nimekuelewa. Basi nilikuwa naomba kama ikitokea umepata, usisite kunipa taarifa. Mimi kiukweli bado namhitaji mke wangu. Na nampenda sana. Najua hivi vitu vingine vidogo vidogo vitaongeleka tu. Najua ni rafiki yake, sijui kama mmekutana au hamjakutana, lakini nakuomba sana ujitahidi kama endapo utapomuona mke wangu mahali yoyote ile, naomba unisaidie arudi nyumbani. Mimi mume wake bado namhitaji sana. Na pia nampenda sana. Sawa, hamna shida Shem. Nikipata taarifa nitakujulisha. Basi sawa Shem. Mimi nakutegemea. Naomba nikutakie usiku mwema. Sabra, mume wako anakupenda sana. Hakuna mkamilifu chini ya hii jua. Hebu jaribu kumsamehe na urudi ukaanzia mlipoishia. Msamehe Sabra. Sara, moyo wangu umeshaingia kisa juu yake. Ni kweli hakuna mkamilifu, lakini Yasir mbaliti mwanamke mwingine nyumbani kwetu, tena nyumba ambayo tunaishi. Nimechoka. Nimechoka. Anipe tu talaka yangu basi. Usitaki kingine.
Hivi wewe unataka nifanye nini ili uache mazoea na mimi? Unajua kama umesababisha mpaka mke wangu ameondoka na mpaka sasa sijui yuko wapi. Alafu na wewe umeweza kuja mpaka usiku wa manane nyumbani kwangu. Hivi unajua uko sawa wewe? Sasa nisikilize. Kuanzia leo iwe mwanzo na mwisho kukanyaga kwenye nyumba. Umenielewa? Maumivu makali, achozi linatoka ndani, zinanitesa memories. Asiturianza safari, ni kwamba tungefika mbali, leo ndo mwisho wa story. Sorry Raji, sio mimi, ni hisia tu ndo zinazonisukuma kuja kwako. Kiukweli siwezi kuishi mbali na wewe kabisa. Nakupenda sana. Mima, sikupendi Mima. Sikupendi. Moyo upendwi, moyo upendwi, kubali upendwi, moyo upendwi. Ushajitoa, ukajitoa ila bure, upendwi. Ushajitoa, umejitoa ila bure. Naomba utoke. Toka Mima. Then. Hata mimi siwajui.